Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi ya kuwepo siku ya leo mahali hapa. Amina. Pia Pastor Mchungaji Enoch amekuwa rafiki yangu. Kile tulichofanya Mungu anatulipa. Unajua unapomtumikia Mungu, Mungu hakuachi. Haleluya. Tumefanya kazi ya Mungu kubwa ya kwenye mkeka, afu Mungu zimeng'ata vya kutosha. Hili kwa sababu ya kusudi la Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumefanya kazi, sijajua hapa ni maeneo gani. Maana nafahamu kwa Ndevu, kwa Wambili, kwa Kibaneni ndio ilikuwa ni sehemu yetu ya kwenda kuhubiri Injili. Tumefanya kazi ya Mungu sana. Kipindi hicho mvua zinanyesha, maji mpaka huko. Tunafika, tunavua viatu, tunapandisha suruali, tunavuka maji, tunaenda kuhubiri Injili na spika yetu ikiwa tumebeba. Lakini yote ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, mtu wa Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Hata niseme tu kwa vijana wetu hao, changamkia fursa kabla ya wakati wako. Unapoanza kujibidisha mapema, unatengeneza future ya Mungu kutengeneza maisha yako ya baadaye. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo hii kuna baadhi ya wachungaji wengine wanashindwa kunielewa, sema mbona neema ya Mungu lazima utoe gharama. Bali zile gharama unazotoa ndio zinazoleta matokeo makubwa ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Siku moja tukawa tumeenda kuhubiri kwa Ndevu. Tuko tunahubiri pale, kuna watu wa TANESCO walikuwa wanaweka nguzo, wanaweka umeme. Sasa wakati tunahubiri pale, wakawa kama wanaongea vitu fulani vya kushiriki. Na kipindi hicho nilikuwa mfupi sana. Hata madhabahu hii ni kubwa, nilikuwa nikiwa huku watu hawanioni. Bwana asifiwe sana. Kidogo Mungu amenipa neema, hata kamwili kanaanza kuja. Nilikuwa kafupi, alafu kamwili kenyewe hakapo. Sasa nikasimama, tukawa nahubiri. Nikahubiri Injili. Baada ya kuhubiri nikaita watu wa kutubu, hawakutokea. Tukaita watu wenye shida ili tuwaombee. Sasa kumbe kuna mtu alikuwa nyuma yetu huku kwenye benchi. Amekaa hapo anatusikiliza. Aliposikia tunaendelea na mkutano akaja. Lakini kuna mtu yuko hapa nyuma anataka maombi. Tukamkuta mzee mmoja, vile alikuwa na miaka kama 50 na kitu huko. Mzee mmoja amekaa kwenye benchi. Hatembei miaka 4. Sasa wamemleta tu, wamemweka kwenye benchi pale ili angalau akutane na Yesu na akutane na muujiza wake. Hapo sisi hatujui. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukaenda kuomba pale. Tukamwambia unampenda Yesu? Kusema niko tayari kuokoka. Tukaweka mikono. Tukaanza kuomba. Nakumbuka tu nilishika ile miguu na kaambia Mungu, kama kweli wewe ni mponyaji, mponye baba huyu. Amen. Tukamwambia simama. Yule mzee alisimama kwa miguu yake. Kwa mara ya kwanza unatazama Mungu anamuinua mtu ambaye alikuwa hawezi kutembea miaka 4. Na Jumapili alikuja kutoa ushuhuda kwa iPhone pale. Ibada yote ilikuwa kama comedy. Hatulii, nasimama anatembea. Anasema nyinyi mmenirogaje mpaka leo natembea? Lakini kumbe Mungu anafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa macho yangu nikaona kumbe Mungu anafanya. Kama anaweza kumponya mtu ambaye alikuwa na miaka 4 na hatukujua kwamba kuna siku Mungu atafanya jambo hilo. Kwa mara ya kwanza naona Mungu anafanya mambo makubwa. Wanafikiri mimi katika kitendo kile kilinifanya nijisikie, kilinipa nguvu ya kusonga mbele na kuamini kwamba Mungu yuko pamoja nami. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hivi naona Mungu anafanya. Kwa sina wasiwasi na Mungu. Sasa Mungu anafanya. Na hata leo Mungu yupo anafanya. Bwana asifiwe sana. Na kama uko hapa una shida ya aina yoyote, una magonjwa na mateso, una kila aina ya kifungo ambacho kinakutesa kwa muda wa miaka mingi, Mungu yuko hapa leo atashughulika na wewe. Sema amina kwa jina la Yesu. Ongeza makofi ya shangwe na vigelegele. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu hawaelewi. Tunapozungumza hivi wanaona kama shida.
Lakini hii ndio uhalisia. Kama Mungu wetu hawezi kuwasaidia watu matatizo yao, maanake huyu Mungu amekufa. Wanasikia, hatuwezi kusema kwamba Yesu alimfufua Lazaro wakati tunapoomba watu hawafufuki. Hatuwezi kusema Yesu alimponya Bartimayo kipofu akaona wakati kuna vipofu wapo. Lazima vipofu waone, lazima wafu wafufuke ili kutimiza andiko linalonena. Wanasikia sana? Haleluya. Sijui nianze wapi. Amen. Wanapewe sifa. Mpunga mkono wako namna hii. Amen. Punga tu vizuri, vizuri. Kuna watu watakwambia punga mkono, yani kama vile anaona shida, sijui.